السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na kitabu chetu Al-Ajwibatul Ghaliya katika kuelezea na kufundishana aqida. Katika kitabu chetu Al-Ajwibatul Ghaliya fi aqidati al-firqati an-najiya, ambacho kimetungwa na mwanachuoni mkubwa al-allama ad-da'iya ila Allah al-habib Zain al-Abidin Ba'alawi. Na leo tukiwa tuko katika ukurasa nambari 14, ukurasa nambari 14, tukizungumzia sifatul ma'budi bihaqi. Sifatu al-ma'budi bihaqi, sifa za mwenye kuabudiwa kwa haki. Panao sifa za mwenye kuabudiwa na panao sifa za mwenye kuabudu. Kama tulivyosema, kuna sifa katika haki, kuna haki za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo ni haki yake kuwatimizia waja wake, na kuna haki za waja ambao ni lazima wazitekeleze kumtimizia Mola wao. Sasa leo tunaangazia katika sifa za muabudiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anazo sifa maalumu, anasifika kwa sifa zake, na utakapozijua sifa za msifiwa, basi utajua sifa zinazotokana au zilizoandaliwa kutoka kwa yule mwenye kusifu. Anauliza shekhe katika kitabu ma hiya sifatul ma'budi bihaqi, ni zipi sifa za yule mwenye kuabudiwa kwa haki? Sifa za mwenye kuabudiwa, anasema i'lamu, utambua wewe unayetaka kuabudu, wewe uliyejiandaa kwa ajili ya kuabudu. I'lamu, tambua, annahu, ya kwamba mambo yalivyo, la ma'buda bihaqi fil wujudi, la ma'buda, hakuna yeyote wa kuabudiwa, apasaye kuabudiwa, bihaqin, kwa haki kabisa, fil wujudi, katika huu ulimwengu. Anakufundisha uelewe anayepasa kuabudiwa ni nani. Akili yako na mawazo yako wakati wote zikuelekeze anayepasa kuabudiwa kwa haki ni nani. Kumbe anayepasa kuabudiwa kwa haki yupo, hapasi kuchanganywa na kinginecho chochote. Simama naye huyo. Ukishamjua vizuri, basi hakika wewe utaweza kutekeleza yale aliyokuelekeza.
la maabuda bihaqi, hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki, fil wujudi, katika huu ulimwengu, illa Allahu, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake ndiye muabudiwa wa haki. Usiende kwingineko kusikokuwa na kheri na wewe. Kheri yako iko kwenye kumwabudu Allah subhana peke yake. Kwa pamoja, wahdahu, tena mmoja, wahdahu, peke yake, usichanganye usichanganye, mshike Allah subhanahu wa ta'ala, utafaulu. Na ndio kila nabii umeona alipokuja amekuja kuwaongoza watu wamjue Mungu mmoja. Kila nabii alipokuja amekuja kutekeleza yaliyopita kwa manabii waliopita ndugu zake, na yeye kaanzia pale kaendeleza kuwaelekeza watu ibada ya kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, kawakataza watu kutokuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Tumeona katika tarehe kule, katika sira Makuraishi katika mji wa Makka, katika Al-Kaaba kulikuwa kumejazwa masanamu, watu walikuwa wakiabudu masanamu mbalimbali. Kuna mwingine mpaka katengeneza mungu wake watende. Yani, namna anavyofikiri, namna walivyoishi, akili zilivyowapeleka. Wengine waliabudia jua, wengine waliabudia mwezi, wengine wameabudu moto. Kila nabii aliyekuja kaja na kalima ya la ilaha illa Allahu Muhammadun Rasulullah. Kila aliyekuja kaja na kalima ya la ilaha illa Allah. Kuanzia kwa baba yetu Adamu mpaka tukaja kwa kina Nuhu, tukatoka tukaja kwa kina nani mpaka Nabiiullah Isa. Wote waliokuja utaona walimuelezea Mwenyezi Mungu mmoja, na wakataka abudiwe Mungu mmoja, na watu wasiende kinyume na ibada tofauti. Kwa hiyo wahdahu, Mwenyezi Mungu mmoja, la sharika lahu, asokuwa na mshirika yoyote. Hana mshirika aloshiriki naye katika lolote, yuko peke yake, sifa yake. Alfardu, mpweke. Alfardu, mpweke. Alwahidu, mmoja tu yeye, Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Alahadu pia vile vile kwa maana ile ile, ni mmoja ambaye hana mfano wake, hafananishwi, halinganishwi. Sawa. As-samadu, tena mkusudiwa. As-samadu, mkusudiwa. Ndio vile tukamwambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbi, wewe ndio tunakuabudu na wewe ndio tunakutaka msaada. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye mkusudiwa. Kila mwenye kusudi lake anamkusudia Allah subhanahu. Kila mwenye haja yake anamkusudia Allah subhanahu. Ndio Mungu akamwambia mtume wake, qul huwa Allahu ahadun Allahu samadu. Mola mkusudiwa wa kila jambo. Una shida yako usielekeze kwingine, usiende ukaabudu visipokuwa sawa. Usiende mkaabudu visipokuwa Mungu, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, sawa. Tusiende tofauti na Allah anavyotaka. Alfardu, mpweke. Alwahidu, mmoja. Alahadu, kwa maana hiyo. As-samadu, mkusudiwa. Almaliku, hizi sifa zote utaziona, kila sifa moja ina maana na imesheheni. As-samadu, ukisimama hapo tu tutamaliza darasa kutaja as-samadu. Kwa nini? Ndio kule tumesema kul huwallahu ahad Allahu samad. Waambie kwamba Mungu ni mmoja tu, waambie. Na katika sura iliyobeba tauhidi, sura al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, waambie kwamba Mungu ni mmoja tu.
Allahu samadu, yeye ndiye mkusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa haja zote, kwa shida zote, kwa hali zote, maisha yako na kila kitu chako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid, Mungu ambaye hakupata kuzaa, walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Huyo ndio Allah subhanahu. Almaliku, mfalme. Almaliku, yeye ndiye mfalme, mmiliki wa vyote vya ulimwengu. Yeye ndiye mmiliki, Allah subhanahu wa ta'ala. Alqadiru, mwenye uwezo, kwa maana mpangaji wa mipango. Tulisoma hata kule kwenye Durar, nadhani tulizungumza, tuliona kule Alqadiru, Mwenyezi Mungu yeye ndiye muweza na mratibu wa mipango. Kullama, kila lile ambalo qaddarahu fil azal, amelipanga yeye toka enzi, la budda min wuku'ihi, kila ambalo Mwenyezi Mungu amelitaka na amelipangilia toka enzi hizo, halina budi kutokea, lazima litokee. Wama lam yuqaddirhu, na lile ambalo hakulipangilia Mwenyezi Mungu haliwezi kutokea. Kwa hiyo utamuona Mwenyezi Mungu Alqadiru, yeye ndiye muweza. Alqadiru, yeye ndiye mpangaji wa mipango yake. Kila alilolipanga halina budi kuwa. Miongoni mwa mipango ni kutufanya mimi na wewe tuweko duniani leo. Tuko duniani, tunaishi duniani. Tumekuja kutoka wapi? Tumekuja kutoka kusikojulikana. Sawa? Mimi na wewe sikutegemea kama tutakuwa duniani, lakini utashi wake yeye na mipango yake alikushaipanga kwamba mimi siku moja nitakuweko duniani, nitaishi. Na maisha yangu yote kayapanga yeye. Ndio katika hadithi ya Mtume kule tuliona. Sawa? Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimulia namna gani anapatikana binadamu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu, hakika mmoja wenu katika ninyi hukusanywa umbile lake fi batni ummihi 40 yawman, anakusanywa, anatengenezwa, analetwa pamoja katika tumbo la mama yake kwa muda wa siku 40, akiwa nutfatan, ni maji tu. Sawa? Kisha anakuwa nini? Pande la damu, mithla dhalika, mfano wa masiku hayo 40. Kisha anakuwa nini? Mudghatan, mithla dhalika. Kisha anakuwa pande la nyama katika mfano wa masiku hayo 40 tena. Kwa hiyo unapatikana binadamu kwa mpango. Mwenyezi Mungu alipopangilia mpango wake ndivyo utakapopatikana wewe, na ndio mpango kazi wa Mungu. Kwa kila kitu Al-Qadir, yeye ndiye Al-Qadir, mpangaji, sifa yake muweza. Sasa kila anayeweza lazima awe na mipango sahihi. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu, kwa sababu ni muweza, akawa na mipango, na hii ndio mipango aliyotuwekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hayyu, alikuwa hai. Al-Qayyum, ambaye ni madhubuti. Al-Hayyu, Allah Subhanahu aliyekuwa hai. Al-Qayyum, ambaye ni madhubuti. Al-Qadim, Mungu ambaye ni Mungu wa enzi. Tumeona kule katika Durar, Al-Qidamu, Mwenyezi Mungu ni wa enzi. Umwanzo wake Mungu, yeye ni wa mwanzo kabla ya kuwepo yoyote ulimwengu. Hakuna wa mwanzo zaidi yake yeye. Kwa hiyo yeye ndiye wa mwanzo. Laisa awwalu qablahu, hakuna wa mwanzo kabla yake Allah. Al-Qadimu, ni wa enzi Allah. Kwa hiyo maisha yako yote ishi ukitambua kwamba Mungu yuko, lakini Mungu huyo ni wa mwanzo kabla kulli shay'in. Yeye yuko ulimwenguni kabla ya chochote, na yeye ndio kavianzisha ili viwepo. Na miongoni mwa vilivyoanzishwa ni mimi na wewe. Ajabu
ya aliyekuwa hayuko kaanzishwa akaja ulimwenguni, leo anafanya kiburi kumfanyia kiburi aliyemleta. Muona kwamba kuna matatizo hukuweko, lakini kwa rehema yake na utukufu wake na upole wake kasema na wewe uje duniani. Umekuja kwa kazi maalum. Sawa Kwa hiyo Al-Qadimu, Mungu mmoja, Mungu wa tangu enzi wa mwanzo. Al-Azaliju pia vile vile kwa maana moja. Kwa maana moja. Sawa? Ni Mungu aliyekuweko toka enzi. Ad-Daimu, Mungu ambaye ni mwenye kudumu. Mungu ambaye ni mwenye kudumu katika ulimwengu wake, hapotei wala hamaliziki. Kullu man alaiha fani, vyote vilivyomo ulimwenguni vitatoweka, vitakwisha, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye atakayebaki katika ulimwengu wake. Hilo liweke akilini. Ukilala ukiamka ujue Mungu yuko, lakini ni Mungu ambaye ad-daimu, Mwenyezi Mungu asotetereka. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kudumu katika ulimwengu. Al-abadiyyu, wa milele, kwa maana ile tafsiri na shabihiana kwamba ni wa milele. Sawa Kwa maana hiyo ad-daimu ni mwenye kudumu, kwa maana hiyo al-abadiyyu pia vile vile sawa, imekuja kutilia mkazo neno la nyuma, ni wa milele. Vyote vitaondoka, vitakwisha katika hii dunia, lakini atabakia yeye subhanahu wa ta'ala. Alladhi, yeye ndiye ambaye huwa bikulli shay'in alimun. Alladhi, Mungu ambaye huwa yeye huyo Mungu bikulli shay'in, kwa kila kilichopo ulimwenguni hapa, alimun ni mjuzi zaidi, ambaye ana uwezo wa kumsikia sisimizi saa 8 za usiku ndani ya shimo anachokisema. Huyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio kisa cha Nabiullahi Suleimani, wakati anakwenda na jeshi lake, hali ya ukame imekuwa kubwa, wanakwenda kuomba mvua. Wakiwa njiani wanakwenda, limechemka kwelikweli. Nabiullahi Suleimani anamsikia sisimizi anazungumza kuambia wenzake, enyi sisimizi, ingieni katika mashimo yenu, la yahtimannakum Suleimanu, jificheni, mujihifadhi katika majumba yenu, ndani ya mashimo yenu, isitokee Suleimani akakukanyageni akakumalizeni na jeshi lake, ili hali hajui kama amekanyaga kitu. Kwa nini walisemezana? Kwa sababu maumbile yao ni madogo kiasi kana kwamba wakikanyagwa hakuna anayeweza kuhisi kama amekanyaga kitu. Kwa hiyo wakatahadharishana. Hili nalo linatuonyesha upendo. Mkiishi lazima mupendane na mjaliane. Ndio wale sisimizi ukamwona yule akiwaambia wenzake kwa tahadhari, ingieni katika mashimo mjifiche, kwa sababu jeshi linalokuja ni kubwa, likikukanyageni mtakwisha na hawatojua kama wamekanyaga kitu. Lakini wakiwa njiani wanakwenda, Suleimani anasikia mmoja kati ya wale sisimizi kainua miguu, kainua mikono yake, anamlilia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, tutazame viumbe wako tunakufa. Ya Rabbi, ukame, jua limezidi kwa kali, tunyeshelezee mvua ya Rabbi. Suleimani analiambia jeshi lake, dua iliyoombwa inatosha, turudini. Ndio maneno Mwenyezi Mungu anasema, Suleimani akatabasamu hali ya kucheka, anacheka kwa furaha kusikia kile kilichosema. Sasa huyo ndio Mwenyezi Mungu ambaye huwa bikulli shay'in alimun, kila kitu kwake yeye ni mjuzi zaidi. Wa ala kulli shay'in qadirun, na juu ya kila kitu yeye ndiye muweza. Qadirun, yeye ndiye muweza, ana uwezo wa kufanya chochote kwa utashi wake. Kuna uwezo na kuna utashi. Sawa, kuna uwezo na kuna utashi. Kila mwenye kuweza ana utashi. Sawa, kila mwenye kuweza ana utashi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ikiwa ana uwezo, basi utashi anao. Ndio kule akasema, idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, kwamba Mwenyezi Mungu
yeye alivyo, jambo lake anapolitaka. Umeona, jambo lake anapolitaka huwa anasema nini? Kun fayakun, kwa sababu ana uwezo. Katika uwezo ana uwezo wa utashi.